Je, kulikuwa na watu wengine nje ya Eden? Watu wengi huuliza swali hili. Kama Kain aliogopa kuuawa, je, kulikuwa na watu wengine tayari duniani? Hebu tuchunguze maandiko kwa utulivu. Mungu ndiye muumba wa mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo 1:27, Biblia inasema wazi, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Haijasema miungu wengi, bali Mungu mmoja. Hivyo msingi wa imani ni kwamba uumbaji wa mwanadamu ulitoka kwa Mungu. Adamu aliumbwa kisha akawekwa bustanini. Katika kitabu cha Mwanzo 2:7-8 tunaona Mungu alimuumba Adamu kutoka mavumbini kisha akamweka katika bustani ya Eden. Hii inaonyesha bustani haikuwa mahali pa kuumbwa, bali pa kukaa na kulindwa. Hofu ya Kaini ina maana gani? Katika kitabu cha Mwanzo 4:13-15, baada ya Kaini kumuua Abel, aliogopa kwamba yeyote atakayeniona ataniua. Hapo ndipo watu hujiuliza, ni nani hao? Biblia pia inatuambia katika Mwanzo 5:4 kwamba Adamu alizaa wana na binti wengi. Hivyo inawezekana kwamba kufikia wakati huo kulikuwa tayari kuna kizazi kilichoenea duniani. Somo kubwa la fundisho hili halilengi kuleta mashaka, bali kutufundisha mambo haya. Mungu ni Mungu wa mpango, sio wa machafuko. Dhambi huleta hofu na kutengwa kama Kaini. Hata katika hukumu, Mungu huweka ulinzi. Alimwekea Kaini alama. Ujumbe kwa watu. Wakati mwingine tunasoma Biblia tukitafuta siri, lakini tunakosa somo kuu. Hadithi ya Eden si hadithi ya teknolojia au viumbe wa ajabu. Ni hadithi ya uumbaji, utii na kutotii, dhambi, rehema ya Mungu. Swali si tu kulikuwa na nani nje ya bustani. Swali ni je, mimi leo nipo ndani ya mapenzi ya Mungu au nje yake?